Kwani uwepo wenu umetupa faraja na tunaona jinsi mnavyomthamini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama nchi yetu ukiwepo kanda ya Ziwa unaendelea kuimarika. Aidha, napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa machifu wote wa kanda ya Ziwa kwa siku hii ya sungusungu kwa upande wa kanda ya Ziwa. Wakati huu wa sungusungu kiusalama ni mkakati mtambuka na endelevu na umekuwa chachu ya amani na usalama katika kanda ya Ziwa. Kuna haja msingi ya kuendeleza mkakati huu kwa lengo la kuimarisha usalama na amani kanda ya Ziwa na taifa kwa ujumla. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais, napenda kumpongeza mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Camillus Wambura, ambaye hapa amewakilishwa na naibu kamishna wa polisi Wilford Mtafungwa, ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa kazi nzuri ya kuvilea vikundi vyote vya sungusungu nchi nzima kwa kutoa mafunzo mbalimbali na kushirikiana kwa kupitia polisi jamii. Mwanza oye! Mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanasungusungu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawashukuru. Ndugu zangu, la kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kukutanisha hapa. Niwashukuru pia wote waliofanya maandalizi ya shughuli hii. Maandalizi yamefana sana, hongereni sana. Ndugu zangu wana kanda ya Ziwa, kwa nyakati tofauti nimekuwa nikikutana na kuzungumza na makundi mbalimbali hapa nchini. Nimefurahi leo nimeweza kukutana nanyi, makundi ya sungusungu, maafisa usafirishaji pamoja na wadau wa amani. Nawashukuru sana kwa kuniita katika shughuli hii, asanteni sana. Vile vile nawashukuru kwa salamu zenu za pongezi kwangu na kwa serikali kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Nami niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu katika utekelezaji wa miradi hii, kwa sababu msingetoa ushirikiano isingetekelezeka. Ndugu wananchi, serikali yetu inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kitaifa inayolenga kukuza zaidi uchumi wa wananchi lakini na taifa kwa ujumla. Mmesema mengi kuhusu maendeleo ya nchi yetu. Nataka kukiri kwamba kwa hakika maendeleo ni makubwa, na niwahakikishie kuwa dhamira ya serikali yetu ni kuchochea maendeleo kwa ajili ya watu wote ndani ya nchi yetu.
Kwa ndugu zangu wa sungusungu, niwapongeze kwa kutimiza miaka 42 tangu kuanzishwa kwa jeshi hili. Lakini nawapongeza zaidi, asante, nawapongeza zaidi kwa kuibuka upya na kujiimarisha, na kwamba sasa mnafanya kazi karibu zaidi na jeshi la polisi, na kwamba mnaelekezwa kisheria jinsi ya kufanya kazi zenu katika maeneo yenu. Nami niseme niko nanyi, na hasa kwa kuwa mmenipa utemi, asanteni sana. Wanasungusungu, maendeleo yaliyofanyika nchini yote yanahitaji kulindwa. Nchini hapa tumejenga kwa kiasi kikubwa mabarabara, tumejenga madaraja, tumejenga reli, miundombinu ya maji kila pahali, mashule, mahospitali na miundombinu ya umeme, kwa kutaja machache. Yote haya yanahitaji kulindwa na kutunzwa. Sasa kwa sababu nyinyi ni walinzi wa jadi na kazi zenu ni ndani ya jamii, wito wangu kwenu kwanza kabisa ni umuhimu wa kutunza miundombinu na miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa kwenye maeneo yenu. Tuwe mstari wa mbele kuitunza na kuilinda miradi hii ili tunufaishe sisi na jamii zetu kwa muda mrefu. Jambo la pili, ni waombe kubeba sera za serikali na Chama cha Mapinduzi na kuzieleza vyema kwa wananchi. Kwa mfano, juzi nilipokuwa Simiyu nilizindua chanjo kwa ajili ya wanyama wetu. Amesema vizuri mwakilishi wenu aliyekuja kusema risala kwa niaba yenu. Naomba sana mlibebe, mlieleze ili wafugaji walitumie vyema. Jambo la tatu ni kuwahimiza wanasungusungu kutoa ushirikiano, kufanya kazi karibu zaidi na viongozi wenu wa mikoa, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na viongozi wa sekta mbalimbali kama elimu, afya, ufugaji na uvuvi, umeme na kadhalika. Mfanye kazi kwa karibu zaidi ili muweze kufanya kazi nzuri ya kulinda miundombinu ya sekta hizo. Lakini jambo jingine, serikali tumefanya maboresho ya utoaji wa mikopo ya 10% ya makusanyo halmashauri kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Nitoe rai kwenu wanasungusungu na makundi mengine, maafisa usafirishaji, mamalishe na makundi yote, kuunda vikundi na kujipanga kutumia fursa hizi katika kufanya miradi. Na nilipozungumza na wananchi jana, niliomba halmashauri zote kuwasaidia vikundi mbalimbali ambao wanashindwa kujaza fomu kama zilivyoelezwa, kuwasaidia na kuwarahisishia ili mikopo hii ifike kwa walengwa, kwa wale wanayohitaji. Jambo jingine niseme kuwa utunzaji wa amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu ni jukumu letu sote. Hivyo basi, walinzi wa jadi, wanasungusungu, na hapa napigia mstari neno jadi kwa sababu nyinyi ni walinzi wa mila zetu zile ambazo sio potofu, desturi zetu, amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Nyinyi ndio walinzi wa mambo yote hayo. Hivyo tushirikiane ipasavyo na viongozi wetu na askari polisi katika utunzaji wa amani katika maeneo yetu. Hususan katika kipindi hiki, sote tuwe macho, tuwe walinzi wa wenzetu na tuwe walinzi wa jamii zetu kule tunakoishi. Kwa maafisa usafirishaji, nashukuru kwa pongezi zenu kwa serikali. Tutaendelea kurahisisha ufanyaji wa shughuli zenu za kutoa huduma za usafiri ndani ya nchi. Ombi langu kwenu ni kuongeza umakini barabarani na kuchunga usalama wa abiria zenu. Kuna wachache wanaowaharibia sifa
kwa kutumia usafiri wenu na kufanya vitendo vya kihalifu. Naomba mlindane, muwe walinzi wenyewe kwa wenyewe, lakini mchunge usalama wa abiria zenu. Tunawashukuru kwa kuongeza ajira kwa vijana. Sekta hii imeongeza ajira nyingi sana kwa vijana, tunawashukuru sana. Niseme tu kwamba ombi lenu nimeshamwagiza msaidizi wangu awaone. Kwa hiyo mtakutana naye, mtaongea naye, na yeye atatimiza ombi lenu. Kwa wadau wa amani, viongozi wa dini, kikatiba Tanzania haina dini, ila watu wa Tanzania wana dini zao. Na washukuru kwa kuunda umoja huu wa wadau wa amani unaoweza kushughulikia changamoto za kidini zinapojitokeza, lakini pia unazoweza kushughulikia migogoro midogo midogo katika maeneo yetu, migogoro au changamoto zinapojitokeza, na kuiacha nchi yetu kubaki salama. Ninyi ndiyo madaktari wa nyoyo zetu. Niwaombe muendelee na kazi adhimu ya kulea na kuponya nyoyo zetu, hasa pale tunapofarakana. Kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi, tutakwazana, tutagombana, tutatofautiana. Niwaombe sana wadau wa amani kuingia na kufanya ile kazi ya kuponya nyoyo zetu ili nchi yetu ibaki salama, na nimuombe Mwenyezi Mungu awawezeshe kuifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa. Ndugu zangu, sungusungu, maafisa usafirishaji na wadau wa amani na wanamwanza kwa ujumla, ninafurahi kwamba leo nimeweza kukutana nanyi, na ninawashukuru tena kwa ujumbe wenu kwangu. Ombi langu kwa wakuu wa mikoa mliofatana na makundi yenu kuja hapa, naomba toweni ushirikiano mkubwa kwa makundi haya ili na yenyewe yafanye kazi kwa ushirikiano nanyi. Sungusungu oye! Mwanza oye! Yako mambo mengi makubwa ambayo umeyafanya, ndiyo ambayo yametusukuma sisi wakuu wa mikoa ya kanda ya Ziwa, na mimi nikiwa mwenyekiti wa wakuu wa mikoa ya kanda ya Ziwa, kuandaa mkutano huu mkubwa ili tukupongeze. Lakini sio sisi bali wananchi wenyewe na makundi haya walitamani sana utakapofika hapa Mwanza wafanye tukio hili la kuonyesha shukurani kwako na kukupongeza, lakini pia kutuma ujumbe kwa wenzetu kwamba kanda ya Ziwa iko pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunaomba usiwe na wasiwasi. Jeshi lako lipo, jeshi la asili la sungusungu lipo, na wao wanaendelea kushirikiana na serikali yako katika kuimarisha usalama wa wananchi wetu. Hakuna mtu wala kikundi, Mheshimiwa Rais, kinachoweza kuwakosesha wananchi wa mkoa wa Tabora wasipate usingizi. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha sana Tabora. Hapa najumuisha machifu, sungusungu na wananchi wote kwa ujumla kutoa shukrani za dhati kwako kwa heshima ya kipekee uliyoitoa kwa sungusungu wetu kwa maana ya walinzi wa akiba. Tunakushukuru sana. Kwa mara ya kwanza umeandika historia ya kukutana na sungusungu wote wa kanda ya Ziwa kwa wakati mmoja. Hili ni tukio kubwa sana na kwetu sisi ni heshima ya pekee sana. Tunakushukuru sana. Kabisa kwa jina naitwa Sabana Rutu Sarinja, ni mlezi wa sungusungu kanda ya Ziwa. Kama ulivyoniuliza kwamba tumeyapokea vipi maelekezo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wetu na ni rais wetu katika nchi hii, na tayari jeshi la sungusungu limeshampokea muda mrefu na mpaka sasa liko pamoja na yeye na tutaendelea na yeye. Lakini pia nipende tu kumpongeza kwa hali
tuonyesha kuwa yeye ni mdau wa sungusungu, lakini pia ni mwenzetu katika wanasungusungu, na anaonyesha kabisa kwamba ni kiongozi wetu ambaye yuko karibu na wananchi na yuko karibu na Watanzania kwa ujumla. Tanzania hawana historia au desturi ya kufanya fujo. Watanzania ni watu wa amani. Tunaamini kabisa katika uchaguzi huu Watanzania watafanya kazi kwa amani na wataenda kupiga kura kwa amani na kumaliza kura kwa amani. Kuwa siku moja tutavuka Kigongo Busisi kwa daraja. Hongera sana Mheshimiwa Rais. 3, tunapenda kukupongeza na kukushukuru kwa kutukumbuka kwenye bajeti ya mwaka 25-26. Katika bajeti hii, kama ilivyokuwa katika bajeti ya 24-25, umetupa urahisi wa tija katika shughuli zetu za kila siku ambazo ni ufugaji na kilimo. Tunakushukuru sana kwa ruzuku, pembejeo za kilimo na kuturahisishia upatikanaji wa chanjo za mifugo na teknolojia ya kisasa ya utambuzi wa mifugo. Mheshimiwa Rais, 4, tunakupongeza kwa dhati kwa kusimamia swala la ulinzi na usalama wa nchi. Mheshimiwa Rais, kutokana na utendaji wako, tuliamua kukuunga mkono kwa kufufua na kuisha shughuli za ulinzi na usalama wa jadi ambazo ni shirikishi kwa wananchi wenyewe katika maeneo yetu, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono dira na mwelekeo wako wa R4 ambazo ulianza kutekelezwa mara tu ulipoanza kuongoza nchi yetu. Mheshimiwa Rais, tumetiwa moyo sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumeupata katika kipindi hiki kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama, hasa makamanda wetu wa jeshi, polisi wa mikoa, wilaya ambao wametuunga kwa karibu kabisa na sehemu ya polisi jamii wanayoifanya. Hili jeshi la sungusungu ni muhimu sana, lina umuhimu sana. Kwanza linaleta ulinzi mkubwa sana, na linahamasisha ulinzi mkubwa sana ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni la muhimu sana, na nimpongeze sana hata Rais Samia Suluhu kuendelea kulisapoti jeshi la sungusungu nchini Tanzania. Kuna miradi mingi iliyokamilisha katika kipindi kifupi. Miongoni mwao ni namba 1, kukamilisha mradi wa daraja la JPM Kigongo Busisi. Hili wana Mwanza na kanda ya Ziwa umeacha donda na kovu kubwa sana. Tuna namna ya kukulipa Oktoba kabla ya saa 7, kura zitakuwa zimetosha Mheshimiwa Rais. Namba 2, ukamilishwaji wa mradi wa maji wa Butimba. Hili Mheshimiwa Rais umewatua maji akina mama wa mkoa Mwanza na mikoa ya jirani. Samia safi! Samia safi! Namba 3, ujenzi wa meli ya kisasa ya MV Mwanza na ujenzi wa soko kuu la Mwanza. Haya yanaleta changizo kubwa sana la pato la taifa letu na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kutokana na aliyofanyika na mengine mengi kupitia serikali yako ya awamu ya 6, tunakuahidi kukuunga mkono katika kipindi chote cha uongozi wako. Tunaahidi na tumejidhatiti kwamba Oktoba, Mheshimiwa Rais, kalamu hatutazikuta huko, tutatoka nazo majumbani kwetu. Aidha, Mheshimiwa Rais, maafisa usafirishaji wa mkoa wa Mwanza, tunakushukuru sana kwa bajeti ya 2025-2026 ilivyotujali kwa kutugusa maslahi mapana ya kundi hili, ikiwemo namba 1, kufuta kodi ya mapato ya shilingi 65,000 kwa kila mwaka. Hii kila pikipiki ilikuwa inalipia kwa kila mwaka mmoja. Tunakushukuru sana kama maafisa usafirishaji wa mkoa wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla.